Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Leo tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2026. Karibuni tutafakari maisha ya Mtakatifu Juta. Mtakatifu Juta au Judi alizaliwa huko Ujerumani mnamo karne ya 12. Akiwa na umri wa miaka 15, aliolewa na mtu mwenye cheo kikubwa. Akatokea kuwa mke wa kushangaza. Mume wake alifariki alipokuwa akienda kuhiji katika nchi takatifu. Kwa uchungu mkubwa, alikuwa amemwacha nyuma mke wake awatunze watoto. Hao watoto walipofikia umri wa kutosha, waliingia kwenye shughuli za kidini, mtoto mmoja baada ya mwingine. Baadaye Juta alitoa kila alichokuwa nacho, akawapa maskini, akavaa nguo duni, huku akiombaomba chakula kwa ajili yake na kwa ajili ya maskini. Siku moja alisema kuwa kuna vitu vitatu vinavyoweza kumkaribisha sana mtu na Mungu. Vitu hivyo ni mateso makali, kutoka nyumbani na kwenda kukaa katika nchi ya kigeni, na umaskini wa hiari ili kumtafuta Mungu. Alitembea kwa miguu mitupu wakati wa baridi kali, na aliishi katika upweke kwenye magofu ya nyumba. Alikaa peke yake kwa miaka 4. Watu wa kijiji cha jirani walipokuwa wakipita kwenye nyumba hiyo, mara nyingine walimwona akiinuliwa alipokuwa akisali, kana kwamba alisaidiwa na malaika. Alipokufa huko Komsee, Ujerumani, mwaka 1260, miujiza mingi ilitendeka kwenye kaburi lake. Katika maisha ya Mtakatifu Juta tunaweza kujifunza mambo tofauti, kama vile nguvu ya sala na maisha ya ukimya. Mtakatifu Juta alitumia muda mwingi katika sala na tafakari. Alijitenga na kelele za dunia ili kumsikiliza Mungu vizuri zaidi. Maisha yake yalijaa ukimya uliomsaidia kuzingatia mambo ya kiroho. Katika ukimya huo, alipata amani na nguvu ya ndani. Sala ilikuwa chanzo cha uongozi wa maisha yake. Hii inaonyesha kuwa bila sala, maisha yetu ya kiroho hayawezi kusimama. Katika dunia yenye kelele nyingi, tunahitaji muda wa kukaa na Mungu. Sala hutusaidia kutambua mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Pia hutupatia nguvu ya kushinda majaribu. Hivyo, tunafundishwa kuweka kipaumbele kwa sala katika maisha yetu, unyenyekevu na kuacha sifa za dunia. Mtakatifu Juta aliishi maisha ya unyenyekevu mkubwa. Hakutafuta heshima wala sifa kutoka kwa watu. Aliamini kuwa thamani ya mtu iko mbele za Mungu, si mbele za wanadamu. Alikubali kuishi maisha ya kawaida bila kujionyesha kwa watu. Unyenyekevu wake ulimfanya awe karibu zaidi na Mungu. Hii ni tofauti na dunia ya leo inayosisitiza umaarufu na mafanikio ya nje. Mtakatifu Juta alionyesha kuwa utakatifu hauhitaji kujulikana na wengi, bali unahitaji moyo safi na wa kweli. Unyenyekevu pia humsaidia mtu kuishi kwa amani na wengine. Hivyo, tunafundishwa kuacha kiburi na kuishi kwa unyenyekevu mbele za Mungu na mbele za watu. Tumsifu Yesu Kristo.